Kutoka jungu la makala maalum tunakupakulia Msepetuko. Mtume Paulo kwa ndugu zangu wa Kristo ni jina ambalo si geni. Watu watamkumbuka bayana kutokana na mchango wake mkubwa kwa kueneza Injili. Huku sehemu kubwa ya kitabu kitakatifu Biblia kikiwa kimeandikwa na mtume huyu. Natumai maelezo yangu mafupi yanatoa mwanga kwa ndugu zangu Waislamu na wengine wasioitumia Biblia kama kitabu chao cha mafundisho na mahubiri katika maeneo ya ibada. Hata hivyo, ubora huo haukuwepo kutoka mwanzo. Mwanzoni yalikuwa nduli, ibilisi, hasa mtisi wa mioyo ya waliokuwa wakimtumikia Mungu. Alibomoa, kuua na kuangamiza watu waliokuwa wakieneza kuhubiri Injili ya Kristo. Paulo anaeleza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20 yaliyomkumba. Anasema, na hapa na nukuu kuanzia mstari wa 6: nilipokuwa nimekaribia kufika Demaski, mnamo muda wa saa 6 mchana, kulitokea mwanga mkali kutoka mbinguni, ukaangaza pande zote kunizunguka. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Nikauliza, ni nani Bwana? Akajibu, ni Yesu wa Nazareti unayemtesa. Mwisho wa nukuu. Baada ya tukio hilo la kutisha, hakuwa na budi ila kuwa kiumbe kipya. Akawa Paulo, sio tena Sauli, mtu tofauti kabisa. Wanasiasa wetu wamekuwa Sauli, watesi wa Wakenya kwa miaka 60 tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Lao kuu limekuwa kujinufaisha, kuwatesa Wakenya ambao ndio wenye nchi. Yao imekuwa kujiongezea mishahara na marupurupu, kupora chochote kinachoweza kuporwa na kuajiri jamaa zao, kunyakua ardhi juu ya ardhi, iwe ya umma au ya kibinafsi. Miaka 60 imekuwa kuwahusu wao na maslahi yao. Wananchi nao wamekosa kujisaidia wanapofika debeni baada ya miaka 5. Wanashikwa na mchecheto au kuzongwa na upumbavu tu wa kutofanya maamuzi bora ikiwa uchaguzi leo kisha kilio cha miaka 5 ijayo. La, kupigwa kura huku kurudia makosa hayo yayo debeni. Wanaokuja kukuteka wanakuja kama polisi. Unatafutwa patikani vitu vyote vya polisi. Unaokotwa umekufa upelelezi uko polisi. Na polisi wanapewa kazi ya mtafute polisi. Kuaminia mbweha kuchunga mbuzi. Yayo hayo kusikitika kumuona mbweha akiwala mbuzi hao. Uduni huo wa viongozi wetu umekuwa kwenye uwanja miaka 2 iliyopita baada ya Rais William Ruto kuingia mamlakani. Yayo ikiwa dhulma juu ya dhulma kupitia ushuru ulioongezwa maradufu zaidi. Kimekuwa kipindi cha kujipiga kifua na kuwatishia wananchi ambao wanajaribu kupinga miswada wanayoitaka wao. Pale tukufu tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye Wakawa hawajali Wakenya ambao wameendelea kusakamwa, kilio chao kikawa kinapuuziliwa mbali, licha ya kusikika kabisa kama kile parapanda ambayo inarejelewa katika vitabu vya dini. Miezi kadhaa iliyopita, lazima iwe Damascus moment kwa hao Saulo wetu. Eti wabunge wanapitisha tu miswada watakavyo wao, sheria watakazo wao. Rais anawateua tu atakao wao, hata kama ni kutoka eneo lake la nyumbani. La, huu ni wakati wa mwamko mpya. Tumeona jinsi watoto wetu wametekwa nyara na kupotezwa kisha kupatikana wakiwa wameuawa. Ni wiki moja tu tumesikia kisa cha hivi majuzi ambacho kijana
kachukuliwa mbele ya wazazi wake na watu waliojitambulisha kama maafisa wa polisi. Kesho yake taarifa zinatolewa kuwa alifariki kwa kujipigisha kichwa ukutani kwenye seli za polisi. Ni jambo ambalo linaumiza sana. Swali ni je, ni lini Kenya itaweza kupata uhuru? Kenya ilipata uhuru miaka 60 iliyopita kwa kutoka kwa mikono ya wakoloni. Hivi sasa Wakenya wamefungwa kwa ukoloni wa wanasiasa ambao hawana utu ila ni kujinafsisha wao na familia zao. Kifo cha Albert Ojwang kitawafungua macho wengi waliokuwa wamezama kwenye mchecheto au upumbavu tu wa kisiasa. Ni vipi haki itapatikana ikiwa chui ndiye hakimu na fisi ndio wakili kwenye kesi ya mbuzi? Hiki kimekuwa kilio cha watu kwa muda mrefu. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu, usisahau. Nyang'au amekuita mnyonyaji, amekuita nyang'au amekuita mnyonyaji, na yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke, na yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Wacha sasa wanasiasa wetu wajifundishe kusikiliza sauti ya watu wake, sauti ya Mungu. Watakuwa wapumbavu wasio na mfano iwapo tukio la wiki iliyopita haitapata haki na kubadilisha chochote katika kurejelea kwao. Watakumbana na a Damascus moment, na hilo ndilo sepetuko la wiki.